Kwa hiyo Uislamu unalinda heshima, unalinda nafsi. Lakini watu walioathirika na hii mitazamo hii, siasa za kimagharibi, hawana adabu hata katika mazungumzo, ni wachochezi. Msikiliza huyu askofu mmoja, msikilize, leta, sikiliza huyu anafaa kuitwa mjinga, huyu anafaa kuitwa mjinga, hana adabu. Sikize. Tunamwambia tu Mama Samia, kama kweli una nia njema ya kuleta maridhiano, kwa hiyo vua hijabu ukiwa kazini, vaa suti ya kike, suti tu kama hivi, ondoa makitambaa ya kuashiria wewe ni dini gani. Hapo tutajua sasa wewe umekuwa rais wetu na una nia njema ya kuleta maridhiano Tanzania. Anamwambia rais, ukiwa kazini vua hijabu. Huyu ni mchungaji, sijui pastor, sijui dude gani. Anamwambia rais, ukiwa kazini vua hijabu. Amri, ukosefu wa adabu, ukosefu wa adabu, ujinga. Yani rais avae wanavyotaka wao. Wanataka kumpangia rais jinsi ya kuvaa, watamwambia uvae kimini, watamwambia uvae kadha. Jahil murakkab, jinga wa kiwango cha mwisho kabisa. Hawa ndio waandamanaji ambao wanasema wanaandamana tarehe 9, ndio hawa. Dhahir wanatetea haki yako wewe, uhakika ni chuki, kwamba rais, kwa nini miongoni mwa chuki zao, kwa nini rais anavaa hijabu? Hebu angalia sasa, ikiwa wanachukia rais kuvaa hijabu, itakuja kuwa wewe kupata mahakama ya kadhi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wanatamani wale ambao wamekufuru, laiti kama na nyinyi mtakufuru mwe sawa. Na anasema Allah, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala. Almuhimu aya ni nyingi. Hasa watu kama hawa ndio waandamanaji. Dhahir wanadai haki, chini nyuma ya pazia wana kitu kingine wanachokitafuta. Sasa wewe ingia kwenye mtego, shauri yako. Unatoka katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile unajiweka, unajifananisha na makufara, na ukifa katika hali, ukifa umetoka katika Uislamu, khalidun mukhalladun fi nar, ni motoni milele.